Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wa Alama Global popote pale ulipo, karibu katika habari na uchambuzi. Leo utashirikiana na mimi bega kwa bega, Rebecca Esbon kutokea hapa Alama Global, na hapa studio nipo na wageni wangu nguli ambao ni wachambuzi wenzangu. Tutashirikiana nao bega kwa bega, ikiwemo kaka Justin Kashirika pamoja na mheshimiwa Alex Mamtobe, ambao watajitambulisha vizuri kwa wazifa wao. Kabla siendelea mbele zaidi, nitamgeukia kaka Justin Kashirika. Karibu sana. Asante. Kama ambavyo tayari umeshanitambulisha, naam, mimi ni mchambuzi mbobevu wa masuala ya siasa, uongozi pamoja na historia. Sawa sawa. Naam. Asante sana. Karibu. Naam, kama ulivyonitambulisha pia, mimi Alex Mamtobe ni mchambuzi mbobevu wa masuala ya kisiasa ndani na nje ya nchi, lakini vile vile ni mchambuzi mbobevu wa masuala ya vita vya kimkakati. Naam, nitaanza moja kwa moja na swali kwako. Ili swali tutajibu wote kwa pamoja, ila nitaanza na wewe mwenyewe mheshimiwa Alex Mamtobe. Naam, kwa mtazamo wenu, tukio la baraza la wanawake wa Chadema kuzuiwa na jeshi la polisi kushiriki sherehe ya wanawake duniani ambao wamepanga kwenda Msoma lina maana gani kwa demokrasia ya Tanzania? Hilo katika demokrasia linaleta taswira ambayo sio nzuri. Ni tukio ambalo linadidimiza demokrasia. Sawa sawa. Nafikiri RPC wa Msoma amezungumza kitu kimoja, kwamba yeye anasimamia ile sheria ambayo ilitolewa mahakamani, akinukuu ile kesi ambayo imefunguliwa na baadhi ya watu wanaojiita ni wanachama wa Chadema katika ile kesi ya mgawanyo wa mali kati ya Tanzania bara na Tanzania visiwani. Sawa sawa. Mahakama iliweza kuzuia baadhi ya viongozi kushiriki shughuli za kisiasa, na walitaja moja kwa moja katibu mkuu wa chama pamoja na bodi ya wadhamini. Wanapozungumza katibu mkuu wa chama, ni kweli kitafsiri sio kwamba wanamfesi yeye moja kwa moja kwamba yeye peke yake, wanaamini kwamba makatibu wote nchi nzima wako chini yake. Kwa maana hiyo shughuli za makatibu nchi nzima zisiendelee chini ya katibu mkuu, lakini bodi ya wadhamini wakiamini kwamba mali zote za chama ziko chini ya bodi ya wadhamini. Na ndio maana utaona kwamba ofisi za Chadema nchi nzima tangia hapo hazijafunguliwa, ni kwa sababu ya lile zuio. Lakini sheria haijamzuia mwanachama mmoja kushiriki shughuli zake. Sawa sawa. Kwamba mwanachama mmoja akapatwa tatizo, mwanachama mwingine ametoka nyumbani kwake anaenda kumuona katika hilo tatizo, hiyo sheria haijagusa hapo mahali. Sawa sawa. Mwanachama mmoja ana sherehe, kwa kuwa wale ni watu ambao wako kwenye jamii, hiyo kanuni ya uzuio halijamzuia kwenda kujumuika katika sherehe ya mtu mwingine. Sasa hiki kipengele nafikiri wamejaribu kukitumia, na tutaona kwamba kwa sababu kwenye Chadema kuna baraza la vijana kama ilivyo CCM na vyama vingine, lakini kuna baraza la wanawake, kuna baraza la wazee na mambo kama hayo. Walikuwa na tukio baraza la vijana pale Mbeya. Tutaona kama jeshi la polisi liliingilia kati na waliweza kuzuia lile tukio alikufanyika, na walipiga wakaumiza sana watu, akiwemo mheshimiwa Tundu Lissu. Pia alikuwa ni mmoja, kwa sababu alikuwa ni mgeni rasmi kwenye lile tukio. Aliweza kukamatwa na kupigwa na kurudishwa Dar es Salaam. Akiwemo mwenyekiti wa kanda Sugu, naye pia alikamatwa na akapigwa vile vile. Sasa tunaona huku tunakoelekea ni kama ni muendelezo ule. Leo hii tunaona baraza la Chadema wanazuiwa kushiriki tukio la dunia, kwa sababu hii sherehe ambayo inakwenda kufanyika sio sherehe ya Tanzania, ni sherehe ya dunia. Ni sherehe ambayo wanawake duniani wanafanya sherehe yao. Sasa baraza la Chadema wameamua kuteua kwamba sisi tutakuwa Dodoma, kama ilivyo vyama vingine. Vyama vingi ikiwemo Chama cha Mapinduzi, Chauma na vyama vingine huwa wanashiriki sherehe kama hizi. Kwa hiyo kitendo cha jeshi la polisi kujaribu kuzuia, nafikiri sio haki na ni ukiukwaji wa demokrasia, kwa sababu waliozuiwa sio mwanachama mmoja, na hawa watu utaona kwamba hawaendi kwenye ofisi za chama. Wanaweza wakawa uwanjani au wakachukua ukumbi tu ambao sio ndani ya chama. Kwa hiyo ingekuwa ni busara wangeruhusiwa ili wafanye shughuli zao, kwa sababu haihusiani na zuio la mahakama.
Sawa sawa. Kwa upande wako kaka Justin, wewe unaliongelea hili swala? Hili swala bana, yani kwa upande wangu mimi. Kwanza mimi nasikitika sana. Kusikitika kwangu ni kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema huwa ni chama ambacho kinajipambanua kwa kuwa na watu ambao ni nguli wanaoweza kujua sheria vizuri. Tunaamini wasomi ni wengi pale, nielewa, na mtaalamu mwenzangu ni msomi hapa, lakini nashangaa namna jinsi ambavyo anajaribu, huku tunasema ni kujitetea. Umenielewa? Sheria inajieleza kabisa. Swala la Chadema lipo mahakamani. Manake unapokatazwa au unaposimamishwa kufanya shughuli zozote za kichama, manake hauruhusiwi kufanya jambo lolote lile. Sasa swali langu liko hivi. Hawa BAWACHA wangetoka kimya kimya pasipo kuzungumza jambo lolote linaloashiria kuna siasa ndani yake, hakuna mtu ambaye angewabuguzi. Sasa kaka Justin, tumesema ni sherehe. Ndio nataka nikwambie hivi. Wao wamejipambanua kwa BAWACHA. Unapozungumzia BAWACHA manake ni baraza la wanawake, si ndio? La wanawake Chadema Tanzania. Unanielewa? Kwa mantikio tena ameongea vizuri hapa. Wanaweza akawa na uwanja wao. Umenielewa? Sasa Aidha wakawa na ukumbi wao. Maanake hapo ni shughuli za nini? Ni namna ya kutengeneza shughuli hii ya maadhimisho ya kina mama, lakini ikawa ni shughuli ya kisiasa pia. Na ndio maana mahakama imefanyaje? Imezuia. Yaani polisi wao sio polisi wamezuia. Polisi wanasimamia, si ndio, zuio lile la nini la mahakama. Kwa hiyo mimi nafikiri ni jambo la uelewa tu. Mnielewa? Sio jambo la kusigana sana. Wao ndio wamezungumza kwamba umoja. Angalia mwenyekiti wa baraza la wanawake pale BAWACHA Dodoma amesemaje? Amesema sisi kama BAWACHA tumejipanga kuelekea Msoma. Kama BAWACHA, unapozungumzia BAWACHA unaizungumzia ni Chadema moja kwa moja. ndio. Uzungumzi jambo lolote. Unanielewa? Kwa hiyo wangu mimi umesikia kisheria, kwa kutafsiri sheria ni kosa ambalo halitakiwi. Ila wao umesikia, ila wao polisi wanasimamia sheria tu. Umenielewa? Wanasimamia zuio la mahakama. Umenielewa? Ila Chadema hao wangeenda kama watu wengine, wakajipanga tu wakaenda. Mtu labda nimeamua mimi ni BAWACHA, wewe ni BAWACHA, unaamua tu kuenda kama wewe au wakaenda au kimya kimya tu pasipo yale matangazo ambayo wanafanyaje wanayatoa. Hiyo nafikiri ingekuwa ni njema zaidi. Kaka Justin, samahani kidogo. Kwa hiyo ile ni sherehe ni kubwa ya wanawake. Ndio. Na wale hawaendi kwa sababu ya magendo, wanaenda kwa sababu ya kuadhimisha sherehe ya wanawake. Ingekuwa magendo ingekuwa ni halali kwenda kwa tiketi ipi? Kwa sababu zuio la mahakama haijahusiana na mambo ya sherehe kama alivyosema mheshimiwa hapa Alex Mwamtoto. Labda tumrudie. Labda yeye anyonyeshe vizuri. Maana yake bado sijaelewa, nipo njia panda. Labda nikurudie. Naam. Maana yake tunasikia maoni ya kaka Justin. Kitu cha kwanza ambacho msomi mwenzangu hapa anatakiwa kijue kwamba Tanzania siasa haijazuiliwa. Okay. Siasa Tanzania inafanyika na inaendelea kufanyika. Na vyama vingi vimeasisiwa toka 1992 mpaka sasa hivi havijafutwa. Chadema ni moja ya chama ambacho kimesajiliwa kwa mjibu wa katiba na kanuni, na msajili wa vyama mpaka sasa hivi Chadema anaitambua. Sawa. Unajua sheria watu wengi sana inawasumbua. Kuna kuisoma sheria na kuweza kuitafsiri sheria ni vitu viwili tofauti. Walio wengi wanashindwa namna ya kuitafsiri sheria. Nimezungumza hapa kwamba aliyezuiliwa ni katibu mkuu wa chama. Lakini na bodi ya wadhamini
Na ndio maana utaona kuna mahali pengi wanachadema wanaonekana. Kwani wanaohudhuria mahakamani pale kwenye kesi ya Tundu Lissu ni watu gani wale? Wa Chadema. Si ni wanachadema? Wapi umesikia wamezuiliwa? Hapana, sijasikia. Lakini tumeona kwenye misiba mbalimbali, si unaona wanachadema wanazuiliwa? Wanashiriki kwenye misiba yao, wanashiriki kwenye matukio yao, hakuna aliyewazuia. Naam. Kinachozungumzwa hapa ni baraza la wanawake Chadema wanakwenda kwenye sherehe ya kidunia. Ni sherehe ya wanawake duniani, wao wameteua. Na miaka yote huwa wanafanya hivyo, wanaweza kwenda Zanzibar, wanaweza kwenda Dar es Salaam, wanaweza kwenda Dodoma. Mwaka huu wameamua kwenda Msoma. Na kama ulivyozungumza, sio kwa sababu hamwezi mkaenda bila kuhamasishana. Ni watu ambao wanakusanyika kwa pamoja, wanakwenda kufanya sherehe yao. Kwani sherehe zote si tunaziona kama misiba tu, watu wanatangaza. Sherehe wanashinda vipi kutangaza? Kesi umesikia? Kaka Justin amalize kidogo. Umenielewa? Kumaliza anaweza, lakini pale tunapoona kabisa kuna upotoshwaji ndani yake. Umesikia? Upotoshaji. Hapa anapoteza umma. Okay. Umesikia kwa nini anapoteza umma? Ni hivi. Shughuli za Chama cha Demokrasia na Maendeleo zimesimamishwa na mahakama. Hawaruhusiwi kufanya shughuli yote ya kisiasa. Ndio maana nikasema hawa BAWACHA ni wazuri sana, lakini BAWACHA wanakwenda kwa tiketi ya matangazo, yani ni ya Chadema, kwamba bana sisi tunakusanyika. Sisi kama sisi na tukikusanyika tunakwenda Msoma, maana wanakwenda kukutana wapi? Msoma. Wao kama wao. Hakuna mahali ambapo sheria au mahakama imesema shughuli za Chadema zimesimamishwa. Nimezungumza toka awali, nafikiri msomi mwenzangu hapa kuna mahali anayumba. Nimezungumza toka awali, nimesema John Heche mwenyewe, makamu mwenyekiti wa taifa, kila siku tunamsikia. Kaka Justin, nitakurudia kwa upande wangu. Nafikiri najaribu kuwa mstaarabu ili tuweze kusikiliza. Tunabishana kwa hoja. Tubishane kwa hoja, najaribu kuwa mstaarabu. Nimesema hivi toka awali kwamba waliozuiliwa mahakama, chanzo kwanza cha kuzuia ni mgawanyo wa mali. Wa mali. Sasa ukisikia tu neno mgawanyo wa mali, maana yake kilichozuiliwa ni mali kutumika. Sio shughuli. Okay. Ni mali kutumika, kwa sababu hiyo mgawanyo wa mali ndio kesi ambayo iko mahakamani. Kwa hiyo mgawanyo wa mali, ndio maana utaona Chadema hakuna mali umeona wamefungua ofisi za chama. Hakuna mali umeona wanatumia magari ya chama. Kwani umeona BAWACHA kwamba watatumia zile magari ya chama kwenda huko Msoma? Hatujaona. Na ndio maana hata ukimnukuu Aida Kenani ambaye ni mwenyekiti wa BAWACHA Rukwa, amesema tuna kosta, tumeshaandaa kosta. Chadema hawana kosta, wana gari za chama. Kwa hiyo utaona mahali wametumia gari za chama. Kilichozuiliwa ni mali za chama kutumika. Lakini shughuli za chama hazijazuiliwa. Kule Msoma tukiona kwamba wanakwenda kutumia ofisi za chama za zilizoko kule Msoma, hapo kweli tutaona mahakama itakuwa na haki ya kuzuia. Lakini tukiona wako kwenye kumbi za zingine za watu, wako kwenye viwanja vya wazi, vya wengine sio vya Chadema, hao kwa mjibu wa zuio ni vitu ambavyo viko nje ya zuio la mahakama. Kwa hiyo ni busara kwa uhai wa demokrasia au BAWACHA wakaruhusiwa wakafanya shughuli zao za kuadhimisha wanawake duniani, na wanawake lazima wapewe kipaumbele. Sawa. Lazima pia jeshi la polisi au serikali litambue kwamba wanawake ni watu wa muhimu katika taifa. Lazima wapewe kipaumbele kushiriki vitu kama hivi. Ukiwazuia wanawake kushiriki kama hivi vitu kama hivi, kuna namna tu fulani taifa unalipeleka mahali ambako sio pazuri. Na mpenzi msikilizaji wa Alama Global, ni jambo zito, lakini na wewe pia endelea kuandika maoni yako hapo chini. Na ngoja nimuulize kaka Justin. Kaka Justin, je, polisi walikuwa na sababu za msingi za kuzuia sheria ya wanawake au ni matumizi mabaya ya mamlaka? Sababu za msingi tumeshazisema hapa. Umesikia? Yes. Unajua shida tunaongea vitu ambavyo tunashindwa kuvielewa. Napata shida kidogo, mchambuzi mwenzangu, umenielewa? Iko hivi, polisi anatekeleza tu majukumu yake ya kazi, anaamuliwa tu yule na bosi wake, yani na bosi wake. Hata leo akikwambia kwamba bana nenda kamchukue mtu fulani, yeye haulizi.
anakuja kuchukua habari ya kesi sio nini huko kumbele kwa mbele, utaijua mahakamani ya huko polisi. Umenielewa? Sawa. Kwa hiyo tunachozungumza hapa lakini yote anayozungumza huyu nafikiri amalize kidogo. Nitakia niweke sawa kwamba jeshi la polisi linazo kanuni zake za msingi, na ndio maana huwa wanasoma pia, wanazo kanuni zake za msingi. Mimi siwezi tu nikaenda pale polisi kwamba twende kamchukue Rebeka. Lazima waje anakosa gani? Tumemchukua akakosa nini? Ndio maana utaona kwamba Kenya wakati kulikuwa na machafuko, Ruto aliamrisha kwamba pigeni hao watu. Jeshi la polisi liligoma kwamba sisi tulipokuwa mahakamani wewe hutakuwepo. Kwa hiyo ndicho tunachozungumza kwamba utaona hata watu wanavyolalamika katiba, nafikiri ndio hiki anachozungumza kwamba jeshi la polisi tulikiamrishwa tufanye. Sikiliza, nimesema hivi, kama kuna changamoto yoyote ambayo ni ya kimahakama, umenielewa? Kwanza ameongea vizuri, amesema lazima wahoji. Maana katika hili tukio la kuwazuia kina mama kwenda Msoma, sio kina mama BAWACHA, wanawake wa Chadema. Mimi nimesema hivi, wao kama wao wasingeenda kwa matangazo yani ni ya chama. Umenielewa? Wanasema sisi BAWACHA. Umenielewa? Licha Kimagendo angechukuana tu akaenda kule, hakuna ambaye angewauliza. Lakini leo nenda kuangalia na slogan zao, wana kauli mbiu zao kibao ambazo wamezitengeneza kwenye mabango, ambazo tumeona wa Dodoma amezungumza, ana kanuni yake, sio wapi ana kauli mbiu yake, kila mtu ana kauli mbiu yake. Kwa muktadha huo ni kitu ambacho kinaonekana. Haya, swali liko hivi, kwa nini hao BAWACHA waende wakusanyike eneo moja? Wamekusanyika kwa sura ya 8 au kwa sura ipi? Tunakuja kupata kwamba ni sura ya Chadema. Lakini mahakama wakati inaendelea na mchakato huu wa kusikiliza kesi, tumemwona makamu mwenyekiti John Heche amezungumza kwamba sisi, kila siku anaongeaga kwamba tumezuiliwa mpaka kufanya nini? Mikutano ya siasa. Heche anasema tumezuiwa, wametuzuia kufanya nini? Mikutano ya siasa popote pale haturuhusiwi kufanya. Mahakama hata sherehe pia hairuhusiwi. Mahakama imetuzuia kufanya shughuli zote za kisiasa. Mikutano ya nje ambayo ni mikutano ya nje ambayo inaratibiwa na katibu. Leo ninachozungumza BAWACHA sio watu ambao wako chini ya katibu. Mikutano inayoratibiwa na makatibu, hiyo ndio imezuiliwa, kwa sababu aliyezuiliwa kufanya shughuli kama nilivyozungumza hapa ni katibu mkuu na bodi ya wadhamini. Tafsiri yake bodi ya wadhamini kama nilivyozungumza ndio yenye mali zote za chama. Na ndio maana nimeweka mfano hapa, hutaona BAWACHA wakitumia gari la chama. Zile mfosi zile zinazofahamika zile wanatumia mabasi, watatumia gari binafsi. Na kusema eti waende kimya isionekane kama ni BAWACHA. Ile mikutano, kitu cha kwanza kabisa ni lazima waombe ulinzi jeshi la polisi. Wakina kimya sasa wanaomba ulinzi jeshi la polisi kwamba sisi BAWACHA tuna tukio hapa, tunataka tufanye sherehe zetu, tuwakilishe wanawake duniani. Zile sio sherehe za kitaifa kama ni za Tanzania, ni dunia nzima. Utaona Zambia wanafanya, utaona Kenya, utaona Uganda, duniani kote wanafanya hizo sherehe. Na hata Chama cha Mapinduzi tutawaona nao wakiwa kwenye sherehe zao. Sasa kitendo cha kuzuia chama kimoja kati ya vyama 19 vilivyosajiliwa kwamba kisishiriki afu vyama vingine vikaruhusiwa kushiriki kidemokrasia. Kwanza siku ya wanawake duniani hapa Tanzania inaadhimishwa sehemu hii moja. Ni wapi hapo umenielewa? Bado hawajatoa nani. Sijaisikia ratiba. Wanaadhimisha sehemu moja kivipi? Yaani hawawezi sikia nani? Kitaifa. Wanasema kitaifa. Kuna sherehe za kitaifa lakini kuna sherehe za kimkoa. Kwa sababu unaposema labda wamepanga Dodoma, uwezo utakuta wanawake wote nchi nzima wako Dodoma. Hata hapa tutawaona wapo. Wanaweza Songwe wakapanga area yao. Songwe tutakuwa hata sehemu moja. Hawezi wote wakasema kitaifa, wanaweza kaa hapo walipopanga labda Dar es Salaam, Dodoma. Lakini kuna area ya kimkoa, kuna area ya kikanda. Usio kashangaa wanakuambia Songwe. Labda CCM Songwe atakuwa Ileje.
Wakati huo kitaifa tena wamepanga labda ni Zanzibar mahali pengine. Kwa hiyo hapawezi pakawa na area moja. Na matukio kama haya niweke mfano Mozambique matukio kama haya huwa wanafanya mara mbili. Wana sherehe moja ya wanawake wanaita Sete de Abril. Hii ni kwa ajili ya mwanamke mmoja shupavu aliyekuwepo pale Mozambique. Alipambana vita vya kumtoa mkoloni, anaitwa Dos Santos. Okay. Yule mwanamama ni moja ya nembo ya taifa la wana Mozambique. Kwa hiyo wanatumia siku kama hizo. Sete de Abril yani tarehe 7 mwezi wa 4. Huwa wanasherehekea kwa ajili ya mwanamama. Lakini ambaye alipigania uhuru na alikuwa ni mke wa rais wa kwanza wa Mozambique, Sheikh Samora Machel. Kwa hiyo wao wakaiweka siku ile kama sherehe. Wanayo hiyo siku, ni muhimu sana kwao. Lakini wanayo hii sherehe ya siku ya wanawake duniani. Hawazuiliwi na mtu. Wanafanya sherehe zote mbili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo matukio kama haya ni matukio ya muhimu duniani, sio nchini. Kwa hawa BAWACHA kama wameamua wao waende Msoma, lakini pamoja na kwenda Msoma, huku kwenye area zingine, kwenye mikoa mingine, kwenye wilaya zingine utawaona pia, kwa sababu hawezi akasafiri nchi nzima etikia mwanamke akaelekea huko. Haiwezekani. Kwa hiyo hapo polisi imekiuka maadili. Polisi wanasababisha demokrasia kwenye nchi hii ididimie kwa sababu nafikiri namna ya kutafsiri sheria, na kama utaona mwanasheria wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ametoka hadharani baada ya ile tamko, lakini huyu anayemwekea mfano si John Heche ametoka hadharani kulipinga ile tamko kwamba hili tamko linakiuka ile zuio la mahakama. Linakiuka kwa sababu pamoja na hilo, kwa sababu mahakama ndio iliyotoa zuio, basi waangaliacha mahakama yenyewe ndio itoe tafsiri kwamba mimi tuliwazuia kufanya hii tukio, kwa nini mmefanya? Je, ni adhabu wangetoa mahakama wenyewe. Okay, na unaweza kaniambia kwamba je, polisi wana ukiukaji wa haki, lakini je mbona hapo tunaona kama polisi pia wana haki ya kusimamia usalama wa taifa? Kwani Chadema au BAWACHA wameambia kwamba wanakwenda kufanya uhalifu kule Msoma? Ndio nataka tujue sasa kwako tuambie. Tamko lake hajasema kwamba ni zuio la kihalifu. Angesema kwamba tumeona viashiria vya kiuhalifu, yule askari aliyetoa ile tamko tungekuwa na la kuzungumza. Lakini tamko lake ni kwamba amesimamia kule kwenye mahakama. Maana usalama uko vizuri, lakini amesimamia kwenye ile issue ya mahakama. Angesema kwamba usalama hauko vizuri, changamoto moja inayosumbua Tanzania ni moja. Mpinzani kila kitu anahisi anaonewa. Umeelewa hii lugha? Hata kama kuna jambo la kumsaidia yeye mwenyewe, anahisi anafanyeje? Anaonewa. Umenielewa? Tunapozungumzia haya masuala unaweza ukayaona kikawaida kama ana siasa ndani yake, lakini ili jambo halina siasa. Unafikiri anahisi ameonewa baada ya kuonewa? Najua kama maiko watu na nyoka hata utaogopa. Umesikia? Hata mpaka wanahisi kuonewa ni kwamba maiko kuonewa. Samani kidogo Justin. Mpaka wanahisi kuonewa mpaka wanahisi kuonewa wamefanyaje? Wamewahi kuonewa. Sio kwamba wanahisi wamewahi kuonewa mara nyingi. Kwa hiyo likitokea jambo lolote ambalo linaelekea na kule ambako waishai kuonewa, lazima wahisi. Kwa kile siku hiyo unangata kufunda watu na kwa sababu mtu umeshai hata na nyoka unapita kwenye majani unaona jani linakugusa, lazima uruke. Lazima ni nyoka. Kwa hiyo wale watu sio kwamba ni kwa sababu waishai kuonewa. Sasa nimeweka mfano hapa kwamba Mbeya BAVICHA walizuiliwa na wakapigwa wakawekwa ndani wengine. Sasa kama walishai kutokea kama kwa nini sisi? BAVICHA walipigwa Mbeya pale kulitokea tatizo kwa sababu moja. Wao walikuwa na kauli mbiu za kuja kwenye maandamano. Umesikia? Kwani maandamano kisheria yanakatazwa? Sasa angalia aina maneno ambayo walikuwa wanayazungumza. Yanaruhusiwa. Sasa angalia aina. Kwanza waliwazuia kwamba msiweke kulingana na kauli ambazo walikuwa wanafanyaje? Wanazizungumza au wanawake. Hapana, anaowasema okay, sasa tunarudi huku. Umeelewa? Amezungumza vizuri hapa kwamba jani nyoka ikikuuma, hata jani ikikugusa utafanyaje? Utashtuka. Umoja wa vijana, baraza la taifa la vijana
walikuja kwa sura hiyo Mbeya, lakini kilichotokea kwa sasa tunarudi pale pale. Kwa hiyo nisikilize. Kwa sasa lazima usalama unakuwa pia unafanyaje, unajiandaa, unaangalia kwamba je, hawa BAWACHA wamebeba dhamira ipi huko Msoma wanakoenda, lazima wajiridhishe. Lakini pia lazima tufike hatua tutii sheria za nchi. Lazima tufike hatua, kwa sababu tukitaka nchi iende, nchi tulie, lazima tufike hatua tusikilize, tutii. Umeelewa? Wao wameambiwa msiende kwa sababu kesi yenu iko wapi? Mahakamani. Nafikiri jibu alilolisema ni nzuri hapa, kwamba basi tungesubiri mahakama yenyewe ifanyeje, itoe tafsiri. Amesema kwamba hapa kwa sasa wao kama wamezuiwa, si ndio? Na bado kwa sababu siku si bado za kuenda. Sasa mwenye kutaka tafsiri nafikiri walikuwa ni jeshi la polisi. Wao BAWACHA wamejipanga kwenda kama ilivyo ada ya miaka yote. Sasa baada ya jeshi la polisi kule Msoma kuona kwamba BAWACHA labda pengine hawajaelewa vizuri, kwa maana wangeomba tafsiri ya mahakama kwamba nyinyi mlizuia shughuli za vipi, hawa kisheria wanaruhusiwa au vipi, wangeona mahakama inasema nini kuliko tu wakatoka na kutoa lile zuio. Sasa utaona kwamba tayari nchi inaingia kwenye msigano mwingine, maana wale jeshi la polisi wametoa tamko, lakini tunaona BAWACHA wanaendelea kujipanga kuelekea Msoma. Tayari tunaona kabisa kwamba taifa linaelekea kwenye mvutano na msigano mwingine. Sasa BAWACHA afya kama wamewazuia, walikuwa hawana sababu ya kuendelea kujipanga kuenda. Which next? Nini kinachofuata? Mimi nimezungumza kama tamko, nimesikiza kama jeshi la polisi limethibitisha, limewaambia bana, haya mambo tulieni. Umenielewa? Si ndio? Sasa manake wao cha msingi tunaungana na mwenzangu mchambuzi. Mimi niko pamoja naye. Nasema hivi, ameongea vizuri kwamba mahakama, si ndio, itatoa tafsiri. Na uzuri viongozi wa kitaifa wameshasema mahakama tunaomba itoe tafsiri. Ile itafanyaje? Juu ya hili itazungumza. Lakini waende mahakamani hapana, lakini sasa kama sheria kwa sasa hivi imewataka BAWACHA waachane nayo mambo, mimi nafikiri vizuri wangetulia. Umenielewa? Ili kuleta, unajua taifa limepitia kwenye wakati mgumu. Unanielewa? Kwa kuna wakati vyombo vya usalama, umenielewa, vinakuwa makini sana na kila jambo linaloendelea. Sio kila kitu tutakuwa tunaonewa, hapana, au sio kila kitu wanaonewa, hapana. Kuna wakati mwingine hawa vyombo vya dola wenzetu wanazuia jambo kwa sababu linaweza likaleta shida ambayo tena, umenielewa? Ndio maana nafikiri mimi nimeeleweka. Nimezungumza hapa kwamba ile kauli ya jeshi la polisi tungelisikia linasema sawa, kuna usalama huko mashakani. Kuna kitu ambacho wamekiona hakiko sawa, tungekuwa na lingine la kuzungumza. Sasa hawajagusia huko. Ila wamezuia. Wao wamezuia tu kwamba si mahakama si imefanyaje, ndio iliyotuleta hapa. Wangesema shughuli zote za Chama cha Demokrasia na Maendeleo zimesimamishwa. Sasa naam, kwa kama na msiba wa Chadema ukionekana pale pia unazuiwa. Kuna msiba wa Chadema. Amekufa mwana Chadema sasa. Amekufa mwana Chadema. Wanakwenda raia wote, wanakwenda watu wote. Msiba si wa wote. Sasa kuna sio msiba, kuna msiba wa chama na msiba wa wote. Kwani kuna msiba wa chama. Tunaona msiba wa chama ambao kunazika wenyewe. Kuna msiba wa chama. Siwahi usikia mimi. Naam, bado nitabaki kwa unajua wapo watu wengi wanasema kwamba mara nyingi vyama havifuati utaratibu za kusanyiko. Unajibu vipi hilo? Kwamba haifuati taratibu za kusanyiko, anafikiri nategemea labda ni chama gani, lakini mara nyingi utaratibu wa kusanyiko ni upi? Kawaida unapotaka kukusanyika, sio chama tu, mahali popote unapotaka kukusanyika unachukua watu wengi, unapaswa kuomba ulinzi jeshi la polisi. Na hata vyama vinavyotaka kufanya mikutano yao inapaswa kuomba ulinzi jeshi la polisi. Na mtu pekee ambaye huwa anapaswa kuombwa ni OCD wa eneo husika. Yaani mko hapa Tunduma mnataka kufanya mkutano wenu, basi mnampeleka taarifa OCD kwamba tunaomba ulinzi.
Sasa OCD anao wajibu wa kujibu kutokana na usalama wake, kwa sababu yeye ndiye mkuu wa usalama hapo mahali, kwamba hivi anaweza akasema bwana, naomba labda hii tarehe mlioipanga sogezeni mbele kwa sababu kiusalama mazingira hajakaa sawa. Namna hivyo. Kwa hiyo kazi ya viongozi na ndio maana nimezungumza hapa kwamba katibu ya eneo husika ndiye anayeandika barua kwa OCD kwamba leo labda Tunduma au Vyawa wapi Mbeya tuna tukio, tunataka tufanye mkutano wa hadhara. Na ndio maana utaona baada ya Chadema kuzuiliwa hatujaona akifanya mkutano wote wa hadhara. Ni kwa sababu hiyo, sababu mwandishi wa hiyo ni katibu wa chama. Sawa. Kaka Justin, wewe una lipi la kujazia? La kujazia? Au lolote lile ambalo lipo kwako wewe kwenye akili yako? Cha kwanza namshukuru sana mchambuzi mwenzangu. Hapo umelizika. Kwa kukiri kabisa kwamba mikutano imefanyeje, imezuiliwa na ndio maana hatujafanya nini, haijafanyika. Kwa hiyo mimi namshukuru kwamba kumbe hicho kwa nakizungumza alikuwa anakielewa. Ila hajamaisha sherehe sasa, amemaisha mikutano. Ndio hicho sinako ni mkutano na kwenda kufanya ni mkutano kule. Sasa tunarudi kwenye hoja hii ya msingi ambayo unauliza, nasema unaulizeje? Wapo wanaoamini vyama mara nyingi havifuati taratibu za kusanyiko. Sawa, ni halali kabisa. Ni halali kabisa kwa mujibu wa sheria za nchi. Unielewa? Kwa mujibu wa sheria za nchi kupitia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umenielewa? Katika marekebisho ambayo yalifanyika bungeni. Umesikia? Ukisoma ibara 43 kifungu cha kwanza, umenielewa? Inazungumzia namna ambavyo kwanza mikutano kufanyika ni haki. Unanielewa? Yaani mikutano ya namna yoyote kufanyika ni haki ya kila chama. Na ndio maana vyama vinafanyaje? Vinafanya mikutano. Lakini unapohitaji kufanya mkutano ambapo unakwenda kukusanya watu, maanake kitu cha kwanza lazima ukaombe kibali. Kibali hicho kina kujustify katika ulinzi. Askari ili wakusaidie wakuletee ulinzi pale, kama mwenzangu alivyosema. OCD ndiye anayetoa kibali kulingana na eneo nini husika. Na yeye ndiye anapanga askari ambao wanawataka kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Ulinzi pale. Kwa kibali ni muhimu. Lakini tunarudi pale kwamba vyama vyetu vya siasa hususan vya upinzani nchini Tanzania, wao kila kitu wanahisi wanaonewa. Umenielewa? Ndio kaka Justin. Kwa hiyo ni jambo la msingi kwamba tufike hatua tukawa na umoja tu. Umenielewa? Sio kila siku kuhisi kama unaonewa au tendewi haki. Lakini wakati mwingine unakuta jeshi la polisi labda jamani msifanye mkutano, labda wao unajua ni wataalamu wa usalama, labda ameona kwa wakati huo usalama uko vizuri. Umenielewa? Kwa ni vizuri sana kusikiliza ili mradi tusivunje sheria za nchi na mambo mengine yaendelee. Kwa sababu sisi wote ni Watanzania na lengo lote ni kujenga nyumba hii moja. Mimi kuna siku nilisema kwamba mpinzani sio kwamba hana hoja nzuri au vyama vya siasa vina hoja nzuri. Vina hoja nzuri sana ambavyo hata mtawala akizitumia zinaweza kusaidia. Mfano, ukimwona Pombe Magufuli mara nyingi sana alikuwa anatumia sera za mpinzani. Paka akafika mpinzani anaanza kukosa cha kufanya nini? Cha kusema. Magufuli amezingia. Yeye alikuwa akizungumza mpinzani, Magufuli anakwenda kufanya nini? Kufanyia kazi. Kwa hiyo mimi nafikiri sisi sote tunajenga nchi moja, tunajenga nyumba hii moja. Mpinzani na mtawala wote ni nyumba moja tu. Cha msingi ni kusikilizana, kuelewana. Lakini pia naye mpinzani akubali
anaposhauriwa na serikali asiingizie siasa kwamba hii ni siasa, hata kama ni kitu cha kumsaidia yeye, hususan masuala ya usalama. Okay. Leo jeshi la polisi nimesema msifanye jambo fulani, mnielewa, mpinzani sema sisi tutafanya. Maanake ni kwamba unakwenda kinyume, mnielewa. Okay. Ulinzi unahitaji akili kubwa. Naam. Wanaweza kaenda pale sema labda chama chote au chama cha demokrasia na maendeleo kafanya mkutano kinyume na kibali. Kumbuka tunazungumzia kibali cha kufanya nini? Mkutano. Mwisho wa siku wakatokea wahuni pale kuja kuwashambulia. Unanielewa? Lakini sasa polisi wanaposema tufanye siku fulani, maana yake wao kitaalamu wanaelewa namna wanavyojipanga kiulinzi. Kwa nafikiri tufike hatua tu na nchi ambayo tunaweza tukaaminiana. Naam, mpenzi msikilizaji wa Alama Global, tufike hatua ili tuweze kuaminiana. Bado ninakurudia Alex Mwamtobe. Naam. Je, tukio hili ni dalili ya udhaifu wa mfumo wa kisiasa au ni utekelezaji wa sheria za usalama kwa umma? Mfumo wa kisiasa au kisheria ya nchi nafikiri pia hujakaa vizuri. Katiba yetu inawapa mamlaka makubwa sana wanasiasa kuingia katika mfumo. Yaani wale viongozi wa kiserikali kuwa wanasiasa pia imechangia imani kwa raia au viongozi na vyama vingine vya siasa kukosa imani nao, kitu ambacho kinapelekea mvutano wa muda mrefu. Na ndio maana utaona vyama vya siasa na wananchi wengi wanapigia kelele kuwa na katiba nyingine ambayo itarekebisha mfumo, kugawanya kati ya vyombo vya dola na vyama vya siasa ili kuweze kutokea imani. Nimezungumza hapa awali kwamba mpaka mtu unaona analalamika, yani mtu kama amengatwa na nyoka, akiguswa na jani anaruka. Kwa hiyo hii imani inayotoka kwa hivi vyombo ni kwa sababu ya matukio ambayo yashai kutokea nyuma. Sawa sawa. Vyombo ambavyo vilipotoka kwenye wajibu wake, vyombo ambavyo vilipaswa kulinda vikatoka kwenye wajibu wake, tafsiri yake kwamba imani ikatoka kwa watu, na ndio maana utaona huu mvutano. Mimi niombe tu vyombo vya dola likiwemo jeshi la polisi kwamba wajitahidi sana kujisogeza kuwa karibu na jamii na kuwa karibu na watu ili warejeshe imani yao ile ambayo walipaswa kuwa nayo. Yaani badala ya kuwa police force waweze kuwa police service, ili angalau hata wanapozungumza na raia, unajua jeshi la polisi wanapaswa kuwa rafiki na raia. Wanapaswa kuwa rafiki na vyama vya siasa kwa sababu ndio wajibu wao. Sasa wanapoingia kwenye mvutano ambao hauleti maana kwenye taifa, unapelekea vitu vingine ambavyo vinazaliwa kwenye mioyo ya watu ambao sio vitu vizuri. Sawa sawa. Kwako kaka Justin, leo umekuwa mpole. Naam. Hapana. Sawa. Ameshazungumza. Tunajenga, nimesema tunajenga nyumba moja. Kwa muongea sahihi. Yuko kwenye masuala ya msingi lazima tusitunge mkono. Hapo muunga. Tunajenga nyumba hii moja. Ndio maana nimesema lazima tufike hatua tuaminiane. Umenielewa? Sawa. Pia upinzani waamini jeshi la polisi, tuliamini ni jeshi letu ambalo linatutumikia, awalali usiku wanatulinda. Umenielewa? Sawa. Kwa tufike hatua tuamini, yani tuaminiane kwa sababu tunajenga nyumba hii moja. Lakini pia napo wapinzani wanapopewa maelekezo kutoka kwa serikali, pia nao wayaamini kwa sababu tunajenga nyumba hii moja. Ila upinzani wao wasipende kila anachoongea wakaona wao ni sahihi. Lakini kikitoka kwa serikali ikiongea wao naona sio sahihi, hapo hatuwezi tukajenga Tanzania tunaoisema. Lazima tuheshimiane katika kuyapokea maamuzi ya kila moja. Huyu akisema hiki kichukuliwe kazi, lakini kama kibaya kihojiwe, kichunguzwe, kishauriwe kwamba hiki hapana. Naam, mpenzi msikilizaji wa Alama Global, ni kaka Justin pamoja na Alex Mwamtobe ambao wanaelezea vizuri kwa kubishana kupitia hoja. Hawabishani kwa ngumi wala mateke, ila kwa nini? Kwa hoja. Kwa maoni yenu suluhisho la kudumu ni vipi ili wanawake washiriki sheria yao bila vizuizi vyovyote? Kaka Justin. Naam. Kwa upande wako. Kwa maoni yenu suluhisho la kudumu ni lipi ili wanawake wafanye sheria zao bila vizuizi vyovyote? Utaratibu tu.
Okay. Sheria, utaratibu, kanuni. Hakuna jambo lolote hata kwenye nyumba yako na sheria. Ana sheria zangu kabisa. Watoto wanajua muda wa kuingia ndani, watoto wanajua hiki baba apendi, mama hiki apendi, hiki anapenda, hivyo tu kufuata zile sheria na mwongozo. Kwa hiyo ni sheria tu. Ni sheria za nyumbani kwako unavyojiwekea mwenyewe. Sasa hapa tu ni mfano, sasa sheria za nchi. Tukifuata tu sheria za nchi nasemaje? Tunatakiwa tuweje? Tuwe namna gani? Mambo yote yataenda. Katika hitimisho kwako Mheshimiwa Alex Mwamtobe, hili swala unalielezeaje? Ni kwamba haki ikitendeka, nafikiria mambo yataenda bila mvutano. Haki itendeke. Kikubwa ni haki tu, kwa sababu tunapozungumza sheria ni sahihi, sheria ni muhimu kufuatwa sana, tena sio kidogo. Lakini pia sheria ya kufuatwa bila haki hamna kitu chochote. Kwa hiyo haki ikifanyika kwa usawa, nafikiri huu mvutano hatuwezi tukauona tena. Naam.